pembeni Dennis Okot. Ameicheza John Nyawir. Dennis Okot leta ndani kule. Dennis Okot. Wow! Out of nothing. Dennis Okot anachoma shule hapa. Anafunga goli la maajabu kabisa. Na kunyamazisha G wana Shabana. Amefungaje huyu Dennis Okot? Kisu kinamkata yule aliyekinoa. Alikuwepo ndani ya uzi wa Shabana msimu uliopita. Na sasa na waadhibu na goli la kimiujiza miujiza. Gilbert Abala nguvu mpya. Ametoka wa kwanza Abala. Mimina ndani kule. Nafasi. Baada na uhuru. Wow. Good save ile. Kevin Ouru. Baada anaweka mchezoni Mathare United. Wow. Ni show yake Kevin Ouru. Bado hajapata. Coach, hard luck again, nafasi zimezipata ambazo labda matokeo hayangekuwa hivi. Ya, tunashukuru Mungu tena, tutazidi kumshukuru. Naweza sema nimeshindwa kudescribe naweza sema it's a game ambayo tumekosa tu kuweka boli ndani ya neti. Cause ukiangalia Mathare wamekuwa na hiyo chance moja the entire minutes na wameifunga. Then ukiangalia vile wametufunga, I think it was a goal ambayo naweza sema tutajilaumu sisi wenyewe. Because ukiangalia mali tumeconcede that goal from a near post, it was a very sio bao ya kuconcede. When you want to win the league, don't concede such goals. You don't allow such goals as a team. So naweza sema we need to fight more hard na kuja kuweka ball ndani ya net, because tumepata chances hata siwezi sababu ni ngapi. Exactly, chances zimekuwa nyingi, but coach, labda una injury kwenye timu yako zina kukost kwa namna moja ama nyingine? Yani kweli injuries ziko, hata Omuri pia amepull out kwa sababu ya injury. So tunajaribu kujiuliza mbona hizi injuries zinakuwa mingi. As much as tunakuwa na ample time ya recovery. So we want to know the exact source ya injuries, kwa sababu to be honest injuries zinatukost. Awali tukizungumza umesema utashangaza mashabiki wao na umefanikiwa licha kuwa haikuwa rahisi. Haijakuwa rahisi, but kitu ya kwanza maybe I have some mixed reaction, sababu goalkeeper amefanya kazi ya ziada, then character the whole team in general imekuwa mzuri, kwa sababu kuja hapa then hiyo direct play si rahisi. Then hapo awali kutopatikana kwa Rio, I think pia imefanya pia wachezaji wengine wameumia. But I'm happy second half, kwa sababu imekuwa ni game ya half mbili. First half tulicheza vizuri sana and tukapata ile bao tulikuwa tunatafuta. Second half kama vile nilikuwa nakwambia ni kwamba tulikuja na Diamond kitu ya kwanza tulikuwa tunajaribu kubalance attack na pia na defense. So of course hatukuwa na a defensive midfielder. So mchezaji mwenye tulikuwa tunacheza hapo ni Kilume, he's more offensive minded player. So kidogo lazima mlete wachezaji wengine hapo karibu na yeye wamsaidie hiyo task ya kudefend. I think wameifanya perfectly well. So I think this one goes to the whole team. Goes to the whole team. Na kuna somo pia labda watu wanayofaa kuchukua, kwa sababu first half umekuwa na on target moja tu na mchezaji akaitumia, hiyo ikawa ni goli, lakini kipindi cha pili angalau kulikuwa kumeonekana angalau mnatengeneza nafasi. One chance first half, one goal. Kitu naweza sema ni kwamba top level lazima uwe clinical. Na I think Kenya tumepata ibao yenye tumepata ni kitu tulikuwa kidogo tumeifanyia kazi jana. Kila time ukiangalia katika ligi yetu, defense line kila time ina shift towards the ball. Na si ligi yetu, any league. So most of the time kuna blind side ambayo inabakia kuwa haijamakiwa. Na I think jana work na strikers, na I think I'm happy wanaona Kenya tulikuwa tunafanya kazi, at least imewapatia alama 3.
Asante coach. Nashukuru.